Na ni matumaini yangu hujambo mtazamaji wa Malenga Media, na leo niko Magomeni Makuti, niko katika mtaa wa Fundikila. Nimekuja huku kupiga story mbili tatu na moja kati ya mashuhuda wa kitabu cha Kovu la Moyo kilichoandikwa na Bi Mariam Mbano. Unajua tunakwenda kuzungumzia nini? Basi hakikisha unanifuata mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Captain ni yule yule wa siku zote, Flora Sixmon, na kwenda kuongea mambo mazuri kabisa. Basi mtazamaji wa Malenga Media, hatimaye safari yangu imetia nanga. Nimefika kwa Hussein Mulito anayepatikana Magomeni Makuti, mtaa wa Fundikila. Niko hapa na mwenyeji wangu, tutakwenda kuongea mawili matatu kuhusiana na kitabu cha Kovu la Moyo kilichoandikwa na Bi Mariam Mbano. Unajua nini tunaongea? Basi usiache kututazama mwanzo hadi mwisho. Mulito, habari yako? Salama, karibu sana. Asante sana. Kwa majina unafahamika kama? Jina langu halisi ni Hussein Omari Mulito. Lakini jina la kutafutia ugali natumia hilo Mulito, lakini mwishoni namalizia Brandt. Yeah. Ni matumaini yangu kitabu cha Kovu la Moyo ni kitabu ambacho umekisoma sana. Nimesoma vitabu vyote vya Mariam Mbano. Lakini kwa kuwa umekuja kwa ajili ya Kovu la Moyo, ni kitabu ambacho huwa nakirudia mara kwa mara. Siniulize kwa nini, lakini kama binadamu huwa tunapitia vitu vingi sana. Afu kalenga sana mahusiano, kitu ambacho ndio yanarani dunia. Kwa ni moja ya kitabu bora sana ambacho nimewahi kusoma. Sawa sawa. Mimi leo maswali yangu nitakwenda kuyalenga katika sura ya kwanza ambayo inamhusisha Gertrude pamoja na bwana George. George tunakuta alikuwa ameweza kumtelekeza Gertrude. Natamani kujua wewe kama kijana, ulishawahi kupitia situation kama hiyo, kwamba mtu ulimpenda akakuacha, au wewe ulishawahi kumtoa mtu machozi, kumpa maumivu kama hayo uliyosoma katika kitabu cha Kovu la Moyo? Uzuri mwandishi pia amemtetea George katika upande mwingine. Unajua kila kitu kina sababu. Ingawaje dhima na kila kitu kimeandikwa kwamba mwanamke ndo ambaye anabeba mahusiano A to Z. Yaani kwamba ikitokea mahusiano yameimarika ni mwanamke ndo amesimama kati, ikitokea yamevunjika basi ni mwanamke ndo amesababisha kuyavunja. Lakini mwandishi ametuambia kwamba nyuma ya Gertrude, sisi tumesikiza story ya Gertrude. Yeah. Lakini hatujapata nafasi ya kusikiliza George. Kwa nini baada ya miaka 7 George anakuwa na mtu mwingine na mwaka mmoja na muone? Kwa hiyo kuna uwezekano kuna tabia ambazo Gertrude alikuwa nazo George hazikumpendeza. Uzuri mwandishi ameziweka sababu za watu kufarakana na kuachana. Kwa siwezi kumtetea George na siwezi kumtetea pia Gertrude. Sana sana nasimama tu kwamba inapotokea watu wanaachana wafanye nini. Kitu ambacho mimi kitabu kimenivutia. Natamani kujua kutoka kwako kwamba situation kama hiyo wewe ulishawahi kutokea kwamba uko labda kwenye shughuli zako au mishemishe zako tu unakuta message ya mtu ambaye labda ulimjali na ukamsamini ukampenda kwamba tu from nowhere tuachane, au wewe ulishawahi kufanya kitu kama hiko? Mimi nimeacha mara nyingi sana. Nimeacha mara nyingi sana. Sema tu ndio hivyo tu, mapenzi mengine hayawezi kutuua, lakini kuhusu kuachwa mara nyingi. Kitu kikubwa ambacho mwanzoni nilikuwa na face ni ile kujiona sina thamani. Unajua kuna wakati unaweza kuachwa na mtu ambao akasema kwamba mimi maisha yangu bora yaishia. Unaamini kwamba huwezi kuvuka hatua nyingine bila ule mtu. It's totally wrong, kwa sababu mpaka sasa hivi tunapumua. Na uzuri ni kwamba kuna vitu huwa vinakufundisha. Kila mahusiano watu wanakuambia bwana, kuhusu kulia kwenye mahusiano sio tatizo, ila usiruhusu kulia mara mbili kwa kosa moja. Kwa huwa tunajitahidi sana kuwa waangalifu, yale ambayo tukuta katika mapenzi yaliyopita sijirudie. Mimi kama nitaachwa kwa kosa lingine sawa, ila kwa lile hapana. Yeah. Bado hujanijibu swali langu. Yaani ninatamani kujua kutoka kwako kwamba ulishawahi kumuacha tu mtu from nowhere kwamba no reason, lakini umegeuza mimi kajua kuachwa, kumbe kuacha mimi? Yes. Kuacha na kuachwa pia. Vitasbi kama nishaye kuachaga mtu. Ila kuna kufika mwisho. Unajua kuna ile ambapo hautamani. Unajua mapenzi jinsi yalivyo. Mapenzi always wenyewe wanatanguliaga kufa. Hata watokea kwenye ndoa. Mapenzi yenyewe yanaga ustahimilivu. Mapenzi yenyewe yana maisha mafupi sana. Mapenzi wanakufa. Kinachosababisha watu wabaki ni ile kuzoeana, ile kuona kabisa kuna mapungufu bila kuwa mtu fulani. Kwa mimi kumwacha mtu hapana, ila nishai kusitisha mahusiano baada ya kuona kwangu hayana afya.
na nilifanya nikiwa najua kabisa kwamba nitaumia, na niliumia kweli. Kwa hiyo kuna vitu fulani huwa tunaogopa kuumia kwa sababu tunajua kuachana sio kitu kizuri, hususan kwa mtu ambaye umempenda kweli. Lakini kuna vitu vinavyosababisha kwamba useme kwamba dai sasa mimi nikiendelea hapa kwa nishawahi kufanya hicho kitu, lakini mimi sikuwa sababu. Ni kwamba ni yeye alikuwa anatafuta sababu ya tuachane, mimi nikang'ang'ania, lakini mwisho siku nikanyosha mikono. Nikasema bwana mama, unaweza kaenda. Baada ya kumwacha haukupata kovu la moyo? Maumivu lazima. Yaani kuhusu kuachana ni utake usitaki. Kwa sababu hata aniacha anaumia pia. Hivi unajua kwamba ikitokea kuachana yule anayeacha anakuwa anaumia, yule anayeachwa anaumia. Tofauti yake tu kwamba yule anayeacha anakuwa anapona haraka kwa sababu ameweza kujiandaa. Wewe ambaye unaachwa ni hujajiandaa. Umeona? Na vile vile pia wanawake na wanaume tofauti ni kwamba wanawake wanawahi sana kuumia, wanawahi sana kupona. Si wanaume tunachelewa sana kuumia. Na ndio maana mwanaume anaweza kaachana na mwanamke afa fresh akadala maisha yake mengine, mwanamke akaumia hapo. Lakini si baadaye wanaume tuna mtindo wa kuload. Umeona? Sababu za kumwacha inawezekana kweli umenikosea, lakini sababu sio strong, ni nyepesi ambazo kumbe tunaweza tukakaa tukaongea. Naweza kukutafuta sasa wewe tuweze kuongea, wewe tayari kumbe ulishaumia ukapona. Mwisho wa siku sasa na wewe unaanza kufanya, unaanza kukataa. Ukianza kukataa mimi ndo naanza kujutia, naanza kuumia baadaye. Kwa hiyo kuhusu kuumia ni achwa na niacha, wote wanaumia. Kwa kovu la moyo ni aliyepukiki. Sasa ni kipi ufanye baada ya kupitia hiyo situation? Ndio kitabu kimetupa mwongozo mzuri. Natamani kujua wewe ulifanya nini baada ya kupitia hiyo situation ya kuachana na mtu ambaye ulimpenda, lakini kwa kuwa ulikuta mahusiano hayakupatii afya ukaamua kuachana. Njia gani ambazo ulizitumia yani njia gani ambazo ulizitumia mpaka leo hii tunakuona Mulito huyu hapa tunaikuona hapa? Mwanzoni nilitumia njia mbaya ya kujifanya niko sawa. Hii inawatafuna watu wengi sana. Unajua mtu kiachana na mtu kujifanya uko sawa, maana yake unajifanya unatabasamu afu ndani unateketea. Na hii hali waga inatokea muda mrefu kupona, kwa sababu watu wanashindwa kukusaidia kwa sababu wanakuona uko sawa. Mimi nitafuna almost karibu mwaka mzima. Lakini nilipopata nafasi ya kusema nikapata faraja, nikapata ahueni. Kwa mimi sasa hivi nikiumiza na njia nyingi za kupona haraka kwa. Natamani kujua baada ya kusoma, maanake ninavyojua au ninavyoelewa kwamba kuna ile kitu ambayo kwamba unaweza ukaachana na mtu lakini ukamsamehe, lakini kuna ile kumbukumbu ambayo inaendelea kubaki. Baada ya kusoma kitabu cha Kovu la Moyo, kimekuponya vipi na kimeweza vipi kuondoa makovu ambayo yalikuwa bado yako moyoni? Baada ya kusoma kitabu cha Kovu la Moyo, cha kwanza kuna njia zote zimeandikwa. Zile njia mbaya ambazo mimi nilikuwa nazitumia, nimeona jinsi gani ambavyo mwandishi ameziandika, na njia nzuri ambazo mimi nilichelewa kuzipita nimeona ameziandika. Kwa ina maana hii inaenda kuwasaidia wale ambao watakuja kutendwa baadaye, kwa sababu tunatendwa kila siku. Kwa mtu ambaye ni kitabu ambacho hata kama mahusiano yako yana afya, unatakiwa kukisoma ili uweze kukabiliana pindi ambapo atayumba ufanye nini. Vile ambavyo vilikuwa vibaya na vimeandikwa, nilijipongeza kwa wakati wangu kwamba niliweza kuvipitia bila kusoma kitabu. Otherwise nikipata mapema pengine ningepona mapema. Vile vizuri japo nilichelewa, pia nikaona mwandishi amevigusia. Otherwise hata yashakutana na hizo situation bila shaka, ndio maana ameweza kuandika kitu kama hicho, kwa sababu alichokiandika kina ukweli asilimia nyingi. Kwa sababu tumeshaitwa kila siku. Umeona? Kwa mimi baada ya kusoma kitabu nikajifunza kujisamehe. Unajua watu wengi sana huwa tunaumia kwa kutojisamehe, hususan kama kosa umefanya. Unajua kuna wakati unaweza kuachana na mtu afu wewe ndio ambao umekosea. Anakuacha, unambembeleza ili mrudiane, lakini mwisho wa siku inashindikana kwa sababu yeye amechoka vile ambavyo unavyofanya, na wewe pia unajutia kumpoteza na unashindwa kumrudisha. Kinachofuata ni nini? Ni maumivu. Unaumia, unatamani kwamba hata akupe nafasi ya kusikilize, unatamani hata upate nafasi ya kurudiana tena, unatamani kurudisha siku nyuma, kitu ambacho hakiwezekani katika maisha ya kweli. Sasa unaumia, nini ufanye? Kuna mtu anaamini kabisa bila yule mimi siwezi tena. Wanasahau kwamba unatakiwa ujisamehe kwanza mwenyewe. Ukijisamehe mwenyewe pona, umeona. Ukishapona, umeona,
unasema bwana, yule nilimkosea, kama hajanisamee au vipi, mimi natakiwa maisha mengine yaendelee, niweze kujicommit tu yale ambayo nilimfanyia yule. Nafasi ya kuombana msamaha upo, lakini kukumbuka kusamehewa ni option. Lakini kujisamehe mwenyewe sio option, unatakiwa ujisamehe mwenyewe kwanza. Kwa ambacho nimekichukua kutoka kwenye kitabu ni forgive yourself. Na natamani umwambie mtazamaji au kijana anayetufuatilia kupitia Malenga Media umuhimu wa kitabu cha Kovu la Moyo kwake yeye, kinaweza kukamsaidia vipi, especially kwa wale ambao wanapitia situation kama hizo? Uzuri kitabu cha Kovu la Moyo kimegusa kila engo, ngazi ya mahusiano, ngazi ya ndoa, hadi kwenye ngazi ya malezi na kila kitu. Kwa ni kitabu ambacho kinazungumzia maisha yetu ambayo tunaishi kila siku. Kina kurasa chache, lakini vilivyomo ndani ni vingi sana, ambavyo pia nawashauri hata wale ambao mapenzi yao yako strong wakisoma, kwa sababu pia Jogoo hajaelezea kuachana tu, au ameelezea hata vitu gani ambavyo unaweza ukavi, kwa sababu ameelezea vitu gani ambavyo vinasababisha mapenzi yaondoke. Kwa kama mapenzi yako yapo, maana ukishasoma si unakuwa unageuza kinyume chake. Yes. Nifanye vipi ili endelee kubaki? Yeah. Kwa maana yake kwamba wiki kitabu kwa ambaye amemkuta, umeona, akisoma anapona, kwa ambaye hajamkuta inakuwa ni kama vile chanjo. Unajua chanjo waga na chuma kabla kitu kijatokea. Kwa Kovu la Moyo unaweza kutumia kama chanjo au kama tiba. Kwa whatever the case, unatumia muda gani? Okay. Yeah. Vile natamani kujua, ukifuatilia katika hiyo story ya Gertrude na Bwana George, nyuma ya yote kuna watu ambao walikuwa wanajua ukweli kwamba George yeye alikuwa anatoka na msichana mwingine, lakini walikuwa wanaogopa kumwambia Gertrude kwamba, sijajua walikuwa wanaofia nini. Wewe kama kijana, natamani kujua kwamba najua situation kama hizo ziko kwenye jamii, natamani uongelee kitu kuhusiana na hiyo kitu. Unajua wenyewe wanasema kwanza mapenzi ya shauri. Umeona, mimi naamini kabisa George alikuwa anatoka na Nancy. Yes. Na yule so Nancy alikuwa ni mtoto wa Mama Temba. Mama Temba. Yeah. Nancy mtoto wa Mama Temba. Kwa alikuwa anatoka na Nancy ni Beatrice, sijui kitu kama hicho. I think so, ni Beatrice, kitu kama hicho. Kwa ukija kuangalia Nancy mtoto wa Mama Temba. Mama Temba anafanya kazi karibu kabisa na Gertrude. Mama Temba anajua kila kitu. Umeona, lakini hakusema kwa sababu mimi naamini kuna vitu watu wanaofia kwenye mahusiano. Mtu anawaza mimi naweza nikachukua hiki kitu nikaenda kumwambia mtu fulani badala ya kujenga nikabomoa. Acha nitulie, kwa sababu mapenzi kama kikohozi tu kitakuja kujitokeza mwenyewe mbele ya safari. Umeona, ndio maana sometimes mashemu tunapigwaga sana vita, nakwambia shemeji yako ndo anajua mwanamke gani anaolewa. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba bwana, nyie mtakuja, lakini rafiki yangu anamuoa mtu fulani, lakini hawezi kukwambia, anacheka na wewe vizuri. Hii unaweza kaiona kama ni mbaya, lakini katika mapenzi hiki kitu unaweza ukakisema wewe kwa nia ya kwenda kuokoa wale wenyewe. Unajua watu ambao washazoea kulala utupu wana lugha yao ambao wanazungumza tofauti sasa ambazo tunazozungumza. Yeah. Wale watakuja, watagombana, watapatana. Unajua what next baada ya kupatana? Ni hapo sasa wewe Flora sasa unapowekwa. Umeona? Kama SI unit ya mbea wa dunia. Kwa mwisho wa siku wewe unajikuta upo kwenye aibu. Kwa mtu sasa kuepuka hayo yote anabaki yakitokea sasa ndo anakuja kukwambia bwana, hichi kitu mimi nilikiona, lakini niliamua kufumba mdomo kwa sababu hakikuwa na afya. Mimi niliacha. Either kuna wakati mwenza usisema fika wa afya, kwa sababu watakuja wataenda, pengine wangegombana na Beatrice, pengine tungeedit kitabu. Umeona, akaja kugundua kwamba Gertrude alikuwa sahihi, wakarudiana. Kwako wewe inakuwa faraja kwamba au unajilaumu sana au unajishukuru kwamba ningesema, kumbe ningetia doa, lakini kumbe wenyewe wanapatana. Kuna watu wanagombana kila siku mpaka wanapigana kwenye familia. Ni kweli. Lakini wapo tu. Haya, wewe umetumwa na nani uende kuwaelezea? Wale atakaa sawa. Kwa mwisho wa siku mimi naona walichokifanya kwao ni sahihi. Okay, lakini tarehe 26 Juni
mwaka huu pale katika ukumbi wa Ngome Holding Africa Sana maeneo ya Sinza kutakuwa na tukio kubwa la miaka 4 ya kitabu cha Kovu la Moyo. Natamani umkaribishe mtazamaji wa Malenga Media na umuelezee umuhimu wa matukio hayo. Kuna nini na nini unajua? Kwanza kabisa mimi najuaga kwanza Mariam Mbano anaga shughuli ndogo. Yaani hicho yule mama bwana Mungu amweke anaga shughuli ndogo. Kwa sababu kiachana na maadhimisho ya miaka 4 ya kitabu cha Kovu la Moyo, huaga analetaga watu wanakuja kutoa speech. I say wale watu ni gharama sana kuwapata, lakini waga wanawaletaga pale kwa kila alihudhuria anapata hiyo zawadi ya kusikiliza na kujenga. Kingine ile connection. Zile sehemu bwana zina connection. Wewe kama unaenda sehemu kama zile afu unatoka au unataka namba 5, umepata hasara. Tunakuwa na connection na watu mbalimbali. Kwingine kikubwa zaidi ni kama hiyo kutambuana na connection na everything. Na vile mimi nawakaribisha pia kwa nafasi yangu, nawakaribisha waweze kufika, kwa sababu kama hujawahi kufika kwenye hivi vitu unaweza usielewe, lakini kama umeshawahi kufika unaweza kufika. Tarehe 6 iko mbali. Basi mtazamaji wa Malenga Media, huyu alikuwa ni Hussein Molito anayepatikana Magomeni Makuti katika mtaa wa Fundikira. Nilikuwa naye hapa kupiga story 2-3 kuhusiana na kitabu cha Kovu la Moyo, kitabu kilichoandikwa na Bi Mariam Mbano. Na unajua kinakwenda kutokea nini Juni 6, 2026? Usikose katika ukumbi wa Ngome Holding Africa Sana maeneo ya Sinza. Hapo utakwenda kupata mambo mbalimbali ambayo yatakwenda kubadilisha maisha yako kwa ujumla. Kwa kiingilio cha shilingi 20,020 tu utakwenda kukutana na connection mbalimbali, bila kusahau elimu kuhusiana na maisha ya mahusiano. Captain wa kipindi ni mimi yule wa siku zote Flora Sixmond, lakini nyuma ya kamera ni Adabet Mwanambu, na sio Flora tu, unaweza ukaniita pia MC Maliao, mtu mwenye sauti yake mjini, kama unavyoisikiliza, kama unavyoiona na kama unavyoitazama kutokea Malenga Media. Asante, bye mpaka wakati mwingine.